Naam, tunashukuru kwa vile umezidi kuwa nasi katika channel hii ya Safari ya Matumaini. Leo ningependa nikuletee ujumbe wa pekee kwamba kwa nini hii ni safari ya matumaini. Neno la Mungu linatueleza kwa namna ya pekee kuhusiana na anguko la mwanadamu na kuingia kwa dhambi katika ulimwengu huu. Na ukiangalia katika mianzo ya uumbaji wa Mungu aliumba ulimwengu huu pasina dhambi yoyote. Na hivyo palikuwa na tumaini na kujawa na furaha kubwa katika kila jambo. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza kinaanza kwa kutupatia matumaini makubwa sana. Mungu akiwa anasema kuwa kila alichokuwa nakifanya kilikuwa ni chema sana. Hii inarejelea na kuonyesha hali kubwa ya matumaini makubwa hata kwa wanyama na viumbe. Mungu alisema ya kwamba wakazae na kuongezeka, mimea ikaote na kumea kwa aina zake. Hii ilionyesha matumaini kubwa yenye baraka, furaha na amani. Si hivyo tu, katika siku ile ya sita Mungu alionyesha tumaini kubwa kwa mwanadamu, akiwaambia kuwa zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Maisha yalikuwa ni yenye uzuri wa kiwango cha juu sana. Hii ikitupatia muonjo mkubwa wa kumbukumbu la furaha ambalo linaonyesha matumaini makubwa katika Bwana. Lakini baada ya hapo inaonekana dhambi iliingia ulimwenguni, ambapo tumaini hilo lilianza kutoweka polepole. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3, Ibilisi anaonekana kuja kwa njia ya joka na anamdanganya binadamu na kumfanya awe mvunjifu wa maagizo na maelekezo ya Mungu na kuonekana kutokuwa mtii kwa muumba wake. Na hapo ndipo ulipokuwa mwanzo wa kupotea kwa tumaini. Ndio maana katika Mwanzo sura 4 tunaona Mungu anawafukuza wanadamu katika bustani. Wanaondoka kwa majonzi makubwa pasipo kuwa na tumaini, hali ambayo ilirejesha dhambi, upweke pamoja na kukosekana kwa amani na tumaini katika moyo wa mwanadamu. Tumaini likawa limepotea. Hiyo ndiyo maana tunaita ikawa ni safari ya matumaini. Ikawa ni safari ya matumaini kwa sababu licha ya kuwa dhambi iliingia, tumaini likakosekana, bado Mungu akawa anaonesha upendo wa dhati na kuonyesha kwamba kuna tumaini mbele, ya kwamba mwanadamu angeweza kushinda ulimwengu. Katika bustani ya Edeni, Adam na Hawa wanaambiwa na Mungu kwenda kuchinja mwana kondoo ili kuweza kuingia tena katika bustani. Mwana kondoo ambaye amemwakilisha Yesu Kristo, ambaye alisimama kama sadaka ya pekee, sadaka yenye matumaini. Alisimama kama tumaini la pekee kwa mdhambi, kwa mwanadamu ambaye hana tumaini, ambaye hana mahali penye kumpatia faraja, amani na upendo. Tumaini lilirejeshwa. Hivyo tunasafiri katika ulimwengu ambao tokea anguko la wanadamu wa kwanza, dhambi ilipokuwa imeingia, sasa wanadamu wamekuwa wakisafiri licha ya kuwa mahangaiko makubwa katika ulimwengu huu yaliyosababishwa na kuingia kwa dhambi. Bado tumaini liko. Tunasafiri katika safari ya matumaini. Unapozaliwa ni mihangaiko, shida za dunia kila kukicha, maovu yanazidi kuongezeka na kila aina ya maisha magumu utayashuhudia, lakini kuna tumaini mbele. Wakati unaona giza katika maisha yako, uone sehemu ya kugusa, magonjwa yamekuandama, kila aina ya ubaya unauona katika maisha yako, kumbuka hii ni safari iliyo na tumaini mbele. Mungu anasema kwamba baada ya maisha haya ya duniani kuna tumaini mbele, kuna maisha baada ya hapa. Katika kitabu cha Ufunuo, Yesu anatupatia tumaini la pekee ya kwamba atakuja na kukomesha kila aina ya dhambi, kila aina ya uovu, na tena sio kukomesha tu, anasema atafuta chozi katika macho yako. Hii ni safari ya matumaini.
Unapopitia wakati mgumu, kumbuka upo katika safari, na safari hiyo ina matumaini mbele. Mradi ni wewe kupokea mpango wake Mungu kukuokoa wewe kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye amekuwa ni thabiti sana kila siku akimtafuta mwanadamu. Barikiwa, endelea kusonga mbele ukitazamia safari yenye baraka na yenye tumaini, kwani Mungu anakuja kuokoa kila nafsi ambayo itakuwa imempokea. Mimi mchungaji wako Amani Emmanuel Charles, hii ikiwa ni safari ya matumaini.